Habari za asubuhi, habari za mchana, habari za usiku. Inategemea unatutazama ukiwa wapi, na natumai ubuheri wa afya popote pale ulipo, na karibu kwenye jukwaa la busara. Na leo tumekuandalia mambo mazito, wacha yale ambayo tumekuwa tukizungumzia. Na sitaki nizungumze sana, mbona niandikie mate na wino upo. Lakini kabla tuingie kwenye mazungumzo yetu, najua ni msimu wa Krismasi, sherehe nyingi, wale wenye wanaoa, wenye wanaolewa. Basi nataka nikwambie Bethel Clouds Communication Limited tuko hapa ni kwa sababu ya kufanyia video coverage. Ama pengine wewe ni mwanabiashara na unataka website, unataka mambo na graphic designs, unataka kadi za harusi, usisite kutufikia, maana kuna nambari yetu ya simu pale inapita pale chini, wewe tupigie simu na bila shaka tutahakikisha kwamba sherehe yako inakuwa sherehe ya fanaka sana. Long time ulipotelea wapi? Shughuli zimekuwa nyingi za hapa na pale. Tumepanda na kupambazuka. Panda na shuka. Yeah, but tunashukuru Mungu. Asante. Lakini wewe ndio umetetemesha sana. Juzi umekuwa Eldoret. Tulikuwa kule, yeah. Tumekuwa Eldoret. Yes. Tumekuwa Nyeri, tumekuwa Molo. Nimetembea kidogo kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Na nashukuru kwa yote hayo. Nilikuwa nasikia hii wiki ama sijui nikija ilikuwa nitakana uende Germany pia. Nilikuwa Germany lakini cancel kidogo. Nikataka tupange kwenda kwa sababu sasa kumbe nilikuwa nimewaalika wale wazee wakongwe. Wale ambao wanakonga miaka 80 na kwenda juu. Kila tarehe 12 ya mwaka ya mwezi wa 12 tunakutananga na wana wapatia chakula cha mchana, kisha na wanunulia nguo za Krismasi, kisha na wapatia tu zawadi ndogo ndogo. Okay. Kwa hivyo nikaona ingekuwa jambo ambalo si nzuri kama ningewaacha niende, kwa sababu imekuwa hiyo ni tabia yetu na wao. So tukamebadilisha. Germany nitaingia huko mwezi wa kwanza kama mwaka uliopita. Nitaingia mwezi wa kwanza, that's January. Niende mpaka mwezi wa 3 kwa sababu naenda kuzunguka Europe mzima. Kutoka hapo nitaenda Canada, kutoka Canada nitaingia America, kutoka America nitaingia Australia. Alafu sasa ndio nirudi. Okay. Na tusizungumze sana, wacha tuangazie sana kwa ile mkutano ambao umekuwa jiji la Eldoret, kwa ile mkutano wa siku 3. Umekuwa na gumzo kwenye mitandao sana. Na watu wanasema wakati uliingia mahali pale ukihubiri ukifanya nini, ilikuwa kwa njia utofauti sana. Na wanasema kwa Kiingereza wanasema it was more deeper wakicompare to other crusades you are doing. Yeah. Wanasema why Eldoret? No, kitu cha kwanza kitu mnafaa kuelewa ni kwamba I am not mimi si mhubiri kama wale wengine, na mimi si yuko hapa kwa ajili ya kuhubiri. Niko hapa kwa ajili ya kuvunja madhabahu, kama ile kazi ambayo nani alipatiwa Yeremia aya ya kwanza mstari wa 10 inasema, angalia leo nimekupatia mataifa na falme, uweze ukazivunja, ukaziangushe, ukazibadilishe, kisha ujenge mpya, falme mpya. Kazi yangu ni hiyo, that's my role. That see, today I've set you over nations and kingdom, to uproot, to overthrow, to destroy, then to build. Kila kipindi cha Mungu kuna watu ambao wanatengwa kwa kazi maalum ambayo Mungu anataka ifanyike. Kama sasa Yeremia alikuwa ametengwa kwa kazi maalum, Musa alitengwa kwa kazi maalum, Joshua alitengwa kwa kazi maalum, na Elijah pia. Hata wale unaona kwenye Biblia, hata Yesu mwenyewe alikuwa kwa kazi maalum. Kwa hivyo sisi hapa tupo kwa sababu ya kazi, kitengo fulani ambacho Mungu ametaka tukifanye. Na pia kuna wengine pia wametengwa kwa njia nyingine tofauti. Mimi nimetengwa kwa njia tofauti, wengine wametengwa kwa njia tofauti. Na kwa yote hayo ni kwa ajili ya mwili wa Kristo. Pia ukiangalia kuna the revival. Revival ndio ije. Watu wengi wanafikiria revival ni kuingia kwa crusade, kuhubiri Jesus is coming, the Lord. Hapana. Ni ufufuo. Ufufuo unamaanisha ya kwamba maisha itabadilika. Kila sekta ya maisha, kama ni biashara itabadilika, kama ni siasa itabadilika, kama ni makanisa yatabadilika, kama ni familia zitabadilika, kila kitu husika kitabadilika.
Na kwa hivyo tukizungumzia sana hasa tukianzia kwa jiji lenyewe la Eldoret, maana kulikuwa na wale wakiweka wakfu ile jiji Eldoret, wacha nitumie hiyo lugha. Alafu tunaona kuna wazee waliitwa wakakuja, lakini tukirudi nyuma sana wakati wa campaign, wakati kuna zile wheelbarrows ambazo zilikuwa zinainuliwa town pale, na wakati vijana wa Gen Z wakakuja wakazingoa, but tena wazee walikuja wakachukua wheelbarrow. Ukiangalia kwa roundabout ile ukienda Kapsareti, Korosioti Hotel pale, yes, roundabout hapo na Nandi Gardens, kuna wheelbarrow moja ilibaki. So sasa kufuatana na wewe na katika ulimwengu wa kiroho, sijui wheelbarrow ile inamaanisha nini katika ule mzunguko? Muhimu sana si wheelbarrow, lakini unajua kila mji unakuanga na mizimu yake, na kila mji unakuanga na mababa zake. Ukikuja Nairobi utapata mji wa Nairobi umeitwa Nairobi kupitia kwa jina la Kimasai. Hata pia mji wa Eldoret ni jina la Kimasai. Mji wa Nakuru ni jina la Kimasai. Mji wa Nyahururu, Nyeri, Kangudo, zote hayo ni majina ya Kimasai. Na yanakuanga na meaning, yanakuanga na sababu na kusudi. Maana walipokuja pale wakataja ule mji wote ukitajwa kwa jina fulani, hayo ni madhabahu yameinuliwa. Kama sio kiangalia Eldoret ni madhabahu, Uasin Gishu ni madhabahu, Nairobi ni madhabahu, Mombasa ni madhabahu. Sasa katika yale madhabahu kila mji uko na wazee wanaotawala ule mji. Katika ulimwengu wa kiroho kuna kikundi, kuna wazee wanaotawala. Wale wazee wanaotawala katika ulimwengu wa kiroho ndio wanafanya decision, ndio watakukubalisha wewe ambao umeenda Eldoret, wewe ni mwenyeji ama wewe si mwenyeji, wewe umeenda Eldoret, umeenda kufanya kazi, kisha ukafanikiwa ukapata kazi, kisha ukafanikiwa ukapata plot pale ukaanza kujenga. Lakini kuna maneno yaliyosemwa na wazee wa watangulizi wa ule mji. Kuna maneno, kuna viapo walikunywa, kuna madhabahu waliinua, kuna mbuzi zilichinjwa, kuna ng'ombe zilichinjwa. Walisema nini? Walipanga nini? Waliongea nini? Walikabidhi mji kwa Mungu ama walikabidhi mji kwa miungu? Maana kuna miungu na kuna Mungu. Sasa mji ule ulikabidhiwa kwa Mungu ama ulikabidhiwa kwenye miungu? Sasa ukiangalia wakati Eldoret imepatiwa chata ya kuwa city, na hiyo ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu kupatiwa chata ya kuwa city kuna mabadiliko yamefanyika. Kuna kitu kingine kipi ambacho hakijulikani kimefanyika. Maana status ya mji wa Eldoret itabadilika. Watachukuliwa kwa klasi nyingine ya juu kidogo. Hoteli za kule zitabadilika, 5 stars, 2 star, 1 star zitabadilika. Biashara kule zitabadilika. Kila kitu kinabadilika. Maana sasa si mji wa kawaida bali ni city. Sasa inakuanga ni mpango unaopangwa sana na wenye mji ama waliotembelea ule mji ama watu wengine wote wanao kamata ile chance kunenea ule mji. Wakiunenea kwa njia watainenea ule mji utatembelea na utaishi kwa maneno hayo. So mji kama Eldoret uko katika Uasin Gishu. Mji huu una Waluya, mji huu una Wakamba, mji huu una Wakikuyu, mji huu una wa Kalenjin, wa Nandi, wa Kipsigis, wa Elgeyo, kutoka Baringo. Mji huu kuna Wajaluo. Ni mji ambao ni cosmopolitan. Sasa lakini kuna wale ambao wanadai kwa mji ni wao. Sasa hapo ndio ujanja na hatima ya mji inaundiwa, inatengenezwa. Pia kuna Wakristo, nilikuwa nimesahau. Pia kuna Waislamu, pia kuna Wahindi wako pale. Pia kuna dini ya Musambwa. Hata si karibu pale ndio karibu na mji wa nani? Ya Yesu wa Tongareni. Yes, ni hapo ndio mji wake. Ndio hiyo ndio itakuwa city yake. Kumaanisha kuna katika ulimwengu wa kiroho kuna changamoto kubwa na ushindani mkubwa sana. Ni madhabahu gani yatakao tawala mji? Yale madhabahu ambayo yatatawala mji ndio muhimu kuliko mji mwenyewe. Yale madhabahu yatakao tawala mji ndio muhimu kuliko wakazi wa mji huo. Ndio muhimu kuliko biashara za mji huo. Ndio muhimu kuliko kazi zote katika ule mji. Kwa hivyo hata Freemason wako pale. Kwa hivyo katika kuzingatia ni maneno gani yatakao tamkwa kwa mji, hiyo ndio itafanya hatima za watoto wa ule mji.
hatima za elimu ya ule mji, hatima za kila kitu husika katika mji ule. So wakati Ruto na wenzake walikuwa wameenda kule, wakasema mji sasa umefanyika city, kwa janja zao waliita Wakristo, wakaita Wahindi, wakaita Waislamu, lakini waliita wale wasee wa Kinandi. Sijui wanaitwa nani? Wa kitamaduni. Kuna jina wanaitwa Sindarat, kitu kama hiyo. Wakristo wahubiri waliitwa wakafunga kola zao, Waislamu walifaa kanzu zao, Wahindi walifaa vitu vyao, na wazee walikuja kama wamevaa mavazi yao rasmi kwa ajili ya ibada. So wakati ilipofika ibada, Wakristo ambao walikuwa wameambiwa watatanguliza, waliambiwa sherehe sio yetu, sherehe ni ya state. Kwa hivyo state imeamua wazee wafanye. Wazee waliofanya si wazee wa Kikuyu, si wazee wa Luya, si wazee wa Kamba, ni wazee wa Nandi. Kumaanisha ule mji waliukamata. Na hamna say tena, na hamna nguvu yoyote. Maana katika ulimwengu wa kiroho biashara zote zitamilikiwa na hao wazee. Katika ulimwengu wa kiroho siasa zote zitamilikiwa na hao wazee. Katika ulimwengu wa kiroho kila kitu kilicho katika Uasin Gishu kitakuwa chini ya madhabahu ya hao wazee. So nami nilipoenda kule nilipata kuzungumza na wazee wa Kinandi. Tulikuwa na wazee wa Kinandi karibu wazee 800. Tukakutana na wazee wa Kikuyu, tukakutana na wazee wa Kamba, wazee wa Jaluo wote, kisha tukakutana na wahubiri, kisha tukakutana na pia nilikutana na Wahindi. Pia nilitafuta nafasi yangu nikakutana pia na vijana wote wa tabaka mbalimbali, wana biashara walioajiriwa. Tulikutana nao katika mikutano. So kuna halls nyingi kule. Tulifanya mikakati siku zote 3. Nilikuwa busy sana kutoka asubuhi mpaka jioni, na tukaenda mitaa yote iliyohusika kule. Nikakuja kujua kwamba ule mji umekamatwa tayari. Anga ya kule imekamatwa na wale wazee wa huko. Kisha kama kuhani nikatoa jukumu la kuregesha ule mji katika mikono ya Mungu. Maana ingeenda katika mkono ya hawa wazee ni kumaanisha watu wote walio na biashara kule hawatafaulu. Watafanya biashara lakini hawatafaulu. Utajiri wote utarudi kwenye mikono ya hawa wazee. Utafungua duka lako, utanunua na utajenga, lakini hatimaye utakuja kuacha ile mali pale. Utanunua magari lakini magari utayaacha pale pale. Kwa hivyo hakuna siku utajiri wa ule mji utatoka nje kusaidia kwingine. Maana miji inafaa kusaidiana. Kama sasa mji wa Mombasa ni kitega uchumi ambao watu wa bara kama Nairobi wanatoa mizigo yao kutoka Mombasa, sababu ndio kuna bandari. Wanaleta Nairobi, wanaleta Kisumu nayo inasambaza mpaka Kampala. Kwa miji inafaa kusaidiana, kuinuana. Sasa ukiangalia mji wa Eldoret ulikamatwa usije ukasaidia mtu, ama mali ghafi ya katika mji ule isije katoka nje. Kama kuhani unapoingia mahali ukute kuna dosari, kuna makosa yalifanyika katika ulimwengu ya kiroho, ni kazi yako kurekebisha. Sio kwenda kuleta mateta, sio kwenda kuambia watu tuombe wewe kama kuhani unainua dhabihu, unavunja chochote kilichojengwa mahali pale, unajenga kitu kipya. Na ndio bana immediately sikuwa nimepanga crusade, lakini immediately tukapanga mkutano wa maombi pale wapi? Pale Munyaka. Maana Munyaka nilianzishwa na waanzilishi wa Eldoret. Ndio kwa maana nikachagua Munyaka. Maana nilienda nikaangalia ni eneo gani lililoanzishwa na waanzilishi. Nikaambiwa ni Munyaka. Nikasema basi tutaenda Munyaka. Si mjini. Mji ulikuja baadaye. Lakini Munyaka waanzilishi wa Eldoret wale wazee wa kwanza akina Barigetunyi na wengine na akina Kamau na wengine hapo wote walianzisha katika walikuwa na kusudi moja, nia nzuri, mji ambao ulikuwa cosmopolitan, kila mtu alikuwa husike. Lakini ulikuja ukabadilisha ukakuwa ni mji wa line moja ama direction moja. Kwa hivyo niliposikia hivyo, Munyaka ndio waanzilishi walikuwa wengi, pandio yote nikaangalia, nikatafuta, nikafanya utafiti. Inaitangwa spiritual mapping. Unatafuta utafiti wa kiroho, ni sehemu gani ambayo iko na uzito. Munyaka ndio iko na uzito. Ndio ikakuwa hatima yangu ya kwanza ni kubadilisha, kukabidhi mji kwa watu wote.
Kukabidhi mji katika mikononi mwa Mungu. Kukabidhi mji na biashara zake na watu wake, ng'ombe zake, mbuzi zake, kila kitu na udongo wote, kuregesha kwenye mahali waliusema uende na kuutoa kwenye ile mikono, kukabidhi. Maana kuna hukumu inayokuja ama inaweza kukuja kutokana na spiritual mistake ambayo inaweza fanyika mahali fulani. Kama sasa familia nyingi tunateseka kwa sababu wazazi wetu walifanya makosa ya kiroho. Tuko na njaa, tuko na mateso, tuko na magonjwa kwa sababu ya makosa yaliyofanyika katika ulimwengu wa kiroho. Ndio tunaita spiritual mistake. Sasa ukienda pia upate maeneo yametajwa majina yaliyo sio majina mazuri, ni jukumu lako kama kuhani kubadilisha yale majina. Unanielewa? Kubadilisha mafundisho ambayo watu wanafundishwa, kubadilishwa mipango ambayo inafanyika mahali popote pale, kama si mambo ama hayana Mungu ndani yake. Ni kuhani, kazi ya kuhani kuleta na kuregesha kila kitu kiweze kukaa katika misingi ya Mungu. Ndio kila mtu na dini ama kanisa lililo pale wapate uhuru wote kujumuika pamoja katika kuinua na kujenga ule mji, na kisha ule mji uwe baraka kwa miji mingine iliyo karibu. Lakini ikifungwa venye walikuwa wamefunga anga ya mji, kumaanisha hakuna kitu, maziwa, chakula, watu, kila kitu, hakuna kitu kinaruhusiwa kutoka nje. Ni kama vile unaangalia mataifa ya Uarabuni. Ukienda kule hakuna mali inafaa kutoka kule. Ile kitu hawaajiri watu wa kazi nzuri. Wanaajiri wasichana wanaenda kufanya kazi ya nyumbani. Hawakai zaidi ya miezi 6, miezi 7, lazima wafukuzwe warudi. Alafu tena hawaruhusu wewe mtu wa nje uende uzae katika nchi yao. Hawaruhusu kabisa. Ukijulikana uko na mimba, unawekwa kwenye ndege, unarudishwa kwenu. Uzizalie huko, ndio kusipatikane mtoto hata mmoja ambaye ni wa nje, ambaye amezaliwa kule, asikue atamiliki chochote cha nchi ile. Maana wazee waanzilishi kuna maneno waliyazungumuza, wakasema haya maneno, matunda yetu, utajiri wetu hautatoka nje. Unanielewa? Nakuelewa. So hivyo ndivyo miji mingi, kama sasa miji mingi ndivyo ilifanyika. Ukiangalia wa Masai, kuna kitu walifanya, ujanja zao, kuna kitu walifanya. Niliona Kenya, mzungu uingia ndege haje anakujanga kutazama nini? Masai na wanyama. Na shuka hizo. Masai na wanyama. Hiyo ndio wanakuja. Hawakuji kwa sababu ya Wakikuyu, hawakuji kwa sababu ya Waluya, hawakuji kwa sababu ya Wakamba, hawakuji. Wanakuja kwa sababu ya nani? Wa Masai na wanyama na Waturukana. Kwa nini? Kuna vitu hawa watu walifanya. Sana wa Masai walimiliki karibu nchi nzima kupitia kwa majina. Ukiangalia sasa, karibu nusu ya Kenya imetajwa majina ya Kimasai. Oldonyo, Sabuk, Molo, Nyahururu, Nakuru, Nyeri, Kiambu, uende upande wa Kangundo pale, Kangundo, uende maeneo yote hayo, uende utakuta maeneo 60% ya nchi iko na majina ya Kimasai. Na nikakupa jina lako, ni kama vile sasa tunaitwa sisi wa Afrika. Si hatungeitwa Afrika. Tulikuwa tunaitwa Abelkalam, ama the Garden of Eden, ama Sudan, ama Ethiopia, ama Libya. Ukiangalia map ya zamani ya Afrika, map ya kwanza ile ya zamani ya kitu miaka ya karne ya 17 na karne ya 16, zile map utapata hakukuwa na jina Afrika. Afrika lilikuja wakati Ethiopia hapa walikuwa na pichambuliwa na Waitaliani. Kuna jemedari mmoja alikuwa anaitwa Africanus. Alipopigana vita na akashinda, alitulazimisha tuitwe jina lake, African. Kwa hivyo sisi ni mateka wa kimwili na kiakili na kiasilia wa mtu mwenye anaitwa nini? Afrikana. Ndio unaona sisi hatuna msingi thabiti, maana tumeshikwa mateka kwa jina la mtu ambaye alimwaga damu kisha akatupa jina lake. Kwa hivyo katika misingi hiyo tunatawaliwa na lile jina. Unapata Afrika kuna umaskini, Afrika kuna magonjwa, Afrika tuko na utajiri mkubwa, lakini hatuuoni, maana tumefungwa kupitia kwa jina.
Kwa jina lina nguvu. Ndio maana wakati Jebesi alikugundua jina lake lina uchungu, alimuomba Mungu, akamuuliza nini? Niondolee jina hili. Ndio Mungu wakati alitaka kumbariki Abrahamu, alimtoa kwenye jina Abraham akampatia jina Abrahamu. Akatoa jina Sarai akampatia jina Sara. Ni sawa sana. So mtumishi, tukiendelea pale, wakati ulikuwa kwenye madhabahu pale, ukifanya zile declaration, ukiwa umeungana pamoja na wale wachungaji ambao ulikuwa unasaidiana nao katika ule mkutano. Baada ya hapo tukaona ya kwamba rais wa taifa Bwana Ruto akamtafuta rais wa zamani. Sasa iko hivi, hilo ni jambo tulitabiri hapo kwa uwanja. Yes, kwa uwanja hapo. Maana kesho yake kukatendeka lile jambo. Kwa na hiyo handshake. Kuna sababu ya pili ambayo ilifanya nikuwe katika mji wa Eldoret. Sababu ya pili, kuna damu ilimwagika Eldoret ya Wakikuyu, ya Wakalenjini, ya Waluya, ya Wakamba, ya Wakisii. Wale walikuwa katika ule mji, kulikuwa na vita vilitokea. Katika ile vita ilitokea, watu waliuana na damu ikamwagika. Sasa ukiangalia Ruto na Uhuru, muungano wao ulisababishwa kwa sababu ya hiyo damu iliyomwagika. Uhuru alikuwa amepelekwa ICC, Ruto alikuwa amepelekwa ICC. Uhuru alipelekwa ICC kwa sababu alisemekana alifadhili kikundi haramu cha Mungiki. Naye Ruto alikuwa na wale vijana wanaitwa Kalenjin Warriors. Hiyo ndio sababu iliyopeleka ICC. Sasa walipokuja na wakaania kiti cha rais, ni katika msingi ule wa Mungiki na Kalenjin Warriors, ni katika msingi huo ndio ulisababisha kukafanyika serikali hii ya Uhuru na Ruto. Na katika pale Nakuru waliunganika pamoja, wakasema nini? Yangu 10, yako 10. Kwa hivyo kwa msingi wa damu ya binadamu iliyomwagika kwa ajili ya vita vya kikabila, violence, ambayo ilisababishwa na matokeo ambayo hayakuridhisha kila mtu, msingi wa serikali ya Ruto ulijengwa kwenye damu ya binadamu, si madhabahu ya kiungu. Si madhabahu ya kiungu. Wao wanaweza kusema waliungana, Mungu alioombewa, lakini kilicho walete pamoja ni hatutapigana tena. Hatutamwaga damu tena. Kwa hivyo kilichosababisha wakaunganika pamoja ni ile damu. So Mungu wakati nimefika mahali akaniambia hapa kuna damu na imezuia biashara hazifanyiki, imezuia maendeleo, imezuia watu wanaishi kwenye uoga, wanafikana nini, kwa sababu kuna damu inayolia. Kumbuka kwenye kitabu cha Mwanzo kinasema Mungu akamuuliza Kaini, ndugu yako kwa wapi? Naye akamwambia mimi si mwangalizi wa ndugu yangu. Kisha akamwambia damu yake inalia ikiwa kwenye udongo, inaniita. Kwa hivyo damu iliyomwagika huitana, damu yote iliyomwagwa huitana. Kwa hivyo Mungu akaniambia ni neno la kubadilisha ile damu, kuinyamazisha, iondoke, isije kuwa ikisumbua. Ndio biashara ya Eldoret ifunguke, ndio watoto wafunguke, ndio siasa kule zikuwe sawa, ndio ukabila uishe, maneno magumu yaliyo kule yaondolewe. Kwa hivyo ikakuwa nini? Mungu akaniambia zungumzia udongo. Ndio ukasema, nikasikia nimesema o earth, mchanga wa Eldoret, wewe ambao umemeza damu, kutoka leo ninakunyamazisha, usije ukanene katika taifa la Kenya, usije ukanene kwenye biashara za watu, usije ukanene katika kabila za watu, maana mji wa Eldoret ni mji ambao uko na sura ya Kenya. Kwa hivyo ile damu iliyomwagika ilikuwa inamwagika ikiegemea katika misingi ya kikabila, damu ya Wakikuyu, damu ya ya Wakalenjin. So maombi ama madhabahu nilikuwa navunja ni madhabahu ya damu hiyo ambayo ilimwagwa, kisha ikawainua viongozi wawili. Kwa msingi wa hiyo damu wakakuwa marais na makamu wa rais. So nilichokuwa nikifanya pale ni kuondoa ile damu ya binadamu na kuibadilisha na damu ya Yesu. Kwa hivyo kumaanisha kama msingi wa nyumba yako umeondolewa, nyumba inaporomoka. Ndio wakati Ruto mwenyewe alipo realize, kwa sababu mfalme ujielewa akiwa uchi. Alipo realize nguvu zake zote zimeondolewa, kila kitu chochote ambacho kilikuwa msingi wake, maana msingi ni ule wa damu ya binadamu, yangu 10, yako 10. Hiyo ndio foundation ya ufalme wa Ruto na Uhuru. Ndio nasikia watu wengi wakisema bado Uhuru anatawala, kwa sababu ufalme ama uongozi wa Ruto na Uhuru ulikuwa umejengwa kwenye damu ya binadamu.
So wakati tuliondoa hiyo damu tukiwa na wachungaji wa huko, tukaiondoa, ni kumaanisha ufalme huu uliporomoka. Ndio kwa maana umemwona asubuhi na mapema jamaa amekimbia kuuliza source, maana source ya ufalme huu ni Katondu. Huko ndio walikutana Mama Ngina, akawaekelea mkono, akawabariki. Ndio maana amekimbia asubuhi na mapema kwenda kuuliza, mbona tapu imekauka, maji hayatoki? Ni kwa sababu damu ishaondolewa, ili ilikuwa inawashikilia. Sasa damu inayotawala ni ya Yesu. Kumaanisha kutoka sasa ufalme utakao kuwa kitawala ni ufalme wa amani. Na kutoka sasa vitu vitaanza kubadilika na nchi itabadilika, na kufika vitu tukiendelea mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, kutakuwa na changamoto nyingi sana ambazo zitapelekea mabadiliko mengi sana. Huenda kwa urahisi sana hakutakuwa na uchaguzi mwingine Kenya. Namaanisha ni huenda hakutaikuwa tena na uchaguzi, maana Mungu atainua wafalme, si presidents. Mungu analeta system ya kifalme katika Afrika, katika Kenya. Revival hii inapokuja, inakuja na mambo mengi sana. Ni urahisi sana hakutakuwa. Ndio unaona kuna changamoto ya IBC na vitu vingine vingi, lakini hivyo tuacha tuachie siku nyingine, nitakuja kuelezea vizuri kwa undani. Vile uliona kule nafanya vitu kwa undani ndio. Pia nitakuja kuelezea kwa undani. Maana sioni kukiwa na uchaguzi, na sioni mambo mengi yakifanyika, na sioni viongozi kama sasa walipoenda wakashika mikono, judgment iliteremka. Na judgment ikishuka ni kumaanisha walianza safari pamoja, lazima wangekutana mahali walianzia safari, wamalize, waondoke pamoja. So hiyo handshake ni kama ni mwisho, ni kama ni mwisho umeenda. Na yale mapenzi ulikuwa umeona makubwa ya Wakikuyu kwa uhuru itafifia, na story yao itaisha hivyo. Imeisha. Tunapomalizia, ona mwelekezi wangu ananionyesha muda wetu umeisha kabisa. Na kila mara wakati kuna kuanga na mfalme katika mji, huwa anafanya juhudi zote anahakikisha kwamba ule ufalme bado unabaki mikononi mwake. Na so ulipoenda Eldoret na ule ufalme wa giza na madhabahu ukayavunja, na ukiangalia katika mji wa Eldoret katikati bado kuna ile hekalu la Freemason, na aliko karibu na nilifika mpaka pole kwenye hiyo hekalu la Freemason, na tukavunja madhabahu ya huko, tukaenda kwenye mji kabisa, kwenye ule mto River Sosiani na Tabo Colossus hapo, tukavunja madhabahu yote yaliyo kule. Tukaondoka tukaenda mpaka 64 Stadium, tukazunguka ule mji mguu bila viatu, tukauzunguka na tukautakaza, tukavunja madhabahu yote na ikakuwa ni safi sana. So auone ni kama pengine Freemason pamoja na hao wazee wa mji wanaweza shikana na waseme hapana, we have to repossess our city back. Sasa itakuwa ngumu, maana tuliinua madhabahu na madhabahu tulioinua ni kubwa kuliko yao. Kwa hivyo ukiinua madhabahu ikienda juu, hii nyingine haiwezani nayo. Ndio unaona si wameona wamekimbia kule asubuhi Gatundu kujaribu kwenda kufufua, maana mama ndiye anakuanga na madhabahu haya. Kwa hivyo mimi ni Apostle Ndora Waruingi. Kanisa ni The Synagogue, iko katika mji wa Nairobi. Nyumba inaitwa Coffee Plaza. Coffee Plaza iko karibu iko mkabana na Easy Coach ama Ena Coach pale kwenye mviringo wa railway station. Nyumba hizi ni mbili, moja inaitwa Kahawa House na nyingine inaitwa Coffee Plaza. Sisi tuko kwenye Coffee Plaza. Kahawa House hapo chini kuna benki ya Equity, wachana na hiyo benki, songea kidogo kuna nyumba inaitwa Coffee Plaza. Tuko kwenye gorofa ya kwanza kabisa, gorofa inaitwa Mezzanine Floor. Utapata ubao mkubwa umeandikwa Synagogue. Hapo ndio niko kila siku kutoka Jumatatu mpaka Jumapili. Moja kwa moja huwa tunazungumza macho kwa macho, mundo kwa mundo. Unakuja unatembelea, kisha nitakutabiria, nitakuombea mazuri, naye Mungu atakubariki. Na siku ya Jumapili tuko na ibada zetu, hizo mnaona ziko hapo zinaandikwa, na tovuti yetu ama mtandao wa website ndio unauona hapo. Unaweza kuwasiliana nasi kwa njia yote ile na tukaweza kubarikiwa pamoja. Mungu akubariki. Tunapoingia kwenye mwaka mpya, mwaka ambao ni mwaka utakuwa ni mzuri, lakini ulio na misukosuko mingi, utakaohitaji sana maombi yako, utakaohitaji mtu mwenye nguvu, mtu mwenye kuvumilia na ustahimilivu mwingi, kwa sababu kutakuwa na tribulation kipindi cha mwanzo, miezi 6 ya kwanza ya mwaka. Asante sana wapenzi mtazamaji, na kutakia kila laheri, na kutakia siku njema, usiku mwema,
ikitegemea ni wapi unatutazama. Tukutane juma lijalo. Kumbuka imekuwa ni Jukwaa la Busara, na kwenda kwa jina Job Wamalwa. Asante sana.